Akasema hivi, mahali pale mbwa alipoilamba damu ya Nabothi, mahali pale mbwa alipoilamba damu ya Nabothi, mbwa watailamba damu yako. Mbwa atailamba na damu yako. Naam, damu yako, damu yako. Ahabu akamwambia Elia, je, umenipa ewe adui yangu? Umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza uitende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako. Nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo umeliagiza. Pokea heshima na enzi, maana kumbe adui atamzaga nyaraka ili mabaya atupate. Mshukuru Bwana kwa sababu haujatuacha kwa mawindo ya adui. Wewe unafanya kwa ukubwa. Pokea heshima na enzi wewe tulindayo usiku na mchana. Kumbe ile damu haiendai mwagike kwenye maisha yetu. Itawalikika damu yao na italambwa na mbwa. Pokea heshima na enzi, maana uliagiza neno mchana wa leo kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu waseme amina nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliponipa ujumbe huu nikaogopa. Nikasema, mbona unanipa habari ya adui kutengeneza? Mbona unanipa habari ya adui kumwangamiza mtu? Nini maana ya ujumbe huu? Bwana akaniambia, maisha ya watu wengi, ukiona mtu kazini kibali chake kinaharibika ghafla, iwe ni mtaani watu wanamchukia bila sababu, ujue kuna mtu mmoja ambaye haonekani kweupe amekwenda akapeleka nyaraka mbaya kuhusu yule mtu. Nini maana yake? Mnaweza kuwa mko kwenye partnership ya kibiashara, mtu asiyeonekana wazi akaenda akavuruga hiyo partnership kwa kuingiza nyaraka ya maneno ya uchonganishi, mkajikuta ninyi mnagombana, lakini hamjui sababu ya kugombana ni nini. Biblia inanipeleka wakati wa mfalme Ahabu na mwanamke mmoja aliyekuwa katili sana, aliyekuwa anajua kutengeneza ubaya, aliyekuwa anajua kudhulumu maisha ya watu bila huruma. Mwanamke huyo aliitwa Yezebeli, na mfalme huyo alimwoa huyu mwanamke akiwa na miungu mingine. Kwa hiyo ile miungu ya kudhulumu nafsi za watu akaija nayo kwenye ufalme wa Israeli, na wakati huo mfalme wa Israeli alikuwa anatawala, aliitwa Ahabu. Biblia inasema wakati Yezebeli alipokuwa amefanikiwa kuingiza miungu ya kuonea maisha ya watu, aliendelea kukamata fahamu ya mfalme. Hata ile roho ya kudhulumu ikamwingia pia mfalme, naye pia akaanza kutamani vitu vya watu wanaowatawala na kuvichukua kwa nguvu. Lakini sasa majira haya mfalme Ahabu anatamani shamba la Nabothi Mwisraeli, anayetamani. Lakini sheria ya Mungu wa Israeli haitaki mtu adhulumu, haitaki mtu achukue vitu visivyokuwa vya kwake na kuvimiliki, hata kama ni mfalme. Kuchukua hivyo manake unaichokonoa au kuichokoza hasira ya Bwana juu yako. Ahabu alilijua hilo, lakini mke aliyemwoa aliitwa Yezebeli, yeye hakuwa na habari ya Mungu wake. Alipoona mume wake anakosa amani, akatengeneza figisu. Lakini figisu aliyotengeneza ilikuwa nyuma yake na nyaraka. Sema nyaraka. Nyuma yake kulikuwa na nyaraka. Nyaraka yenyewe inahusu kutoa maisha ya mtu, na katika sheria na kanuni ya Israeli kuna maeneo mawili ambayo mtu akikufuru alikuwa lazima uawe. Eneo la kwanza lilikuwa ni jina la Mungu, na eneo la pili lilikuwa ni jina la mfalme. Mtu alikuwa akimtukana mfalme, halali yake kuuawa. Kwa hiyo sasa Biblia inasema huyu mwanamke Yezebeli ambaye alikuwa ni adui wa taifa, adui wa manabii wa Bwana, yeye alijua sheria zinazowakandamiza watu, akaishikilia hiyo sheria, akaitungia ubaya hiyo sheria. Biblia inasema akamwambia Ahabu, kwa nini Ahabu unasononeka?
Kwa nini Ahabu unajuta? Kwa nini Ahabu unalia? Ni huyu Yezreeli na Nabothi ndio anakukosesha amani. Acha hii ngoma nitaicheza. Biblia inasema akaandaa njama za kumuua Nabothi kwa sababu ya shamba la urithi la baba yake. Akaandaa njama ambayo ilihusisha watu wakubwa kwenye mji. Biblia inasema akaandika nyaraka, akaipiga muhuri wa mfalme Ahabu, akaipeleka kwenye mji anaokaa Nabothi, akaipeleka kule. Nyaraka ina muhuri wa moto ambayo inahusu kutoa uhai wa mtu, akaipeleka kule, akawapa maelekezo watu waliokuwa mahali pale, waliokuwa na uwezo wa maamuzi. Akasema barua hii hapa, muweni Nabothi kwa sababu amemtukana Mungu na kamtukana pia na mfalme. Kwa sheria ya Israeli, mtu yoyote aliyemtukana Mungu na kumtukana mfalme ilikuwa lazima afe, kwa sababu kisheria iliitwa treason. Bwana Yesu asifiwe. Kisheria iliitwa treason ni nini? Uhaini. Wakatengeneza kesi ya uhaini dhidi ya Nabothi, lakini kesi hiyo ilibebwa nini? Na nyaraka. Nisikiza nikwambie, wakati anatengeneza kesi ya uhaini hakujua kwamba Mungu bado alikuwa kwenye taifa kwa nguvu na uwepo wa mtumishi wa Bwana anaitwa Eliya Mtishbi. Yeye alipoona ameweza kuingiza madhabahu za miungu mingine, akasema amenibaza taifa. Lakini kuna nabii mmoja ambaye alikuwa bado na neno la mwisho la Mungu juu ya taifa. Biblia inasema alipokuwa amefanikiwa kumuoa Nabothi, ndipo neno la Bwana linamwijia mtumishi wa Bwana nabii anaitwa Eliya. Anasema nenda kwa Ahabu, kutana naye, mwambie pale ambapo Mungu alilamba damu ya ndugu yako Nabothi, na wewe watailamba damu yako mchana kwekwe. Sikiza nikwambie, nikamuuliza Mungu nini maana ya ujumbe huu. Akaniambia dunia ya leo watu kwa sababu ya vitu, kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya nafasi, yuko tayari kuhukumu nafsi ya mtu mwingine na uhai wa mtu mwingine ukaondolewa. Leo hii ubaya umeuzwa sokoni kama vile nyanya. Leo hii watu wamemwacha Mungu na miungu migeni inatengeneza njama ya kumwaga damu za watu. Akasema watu wengi wa Mungu wamekuwa wakionewa na nyaraka. Katika ulimwengu wa roho huwa zinawatangulia nyaraka. Iwe ni biashara wanafanya, adui zao wanapelekaga nyaraka, na hizo nyaraka wanakuwa wameweka damu za kafara za wanyama. Unaona tu mliingia mji fulani mkiwa ni ndoa yenye furaha, mlipoingia kwenye mji migogoro ikaanza na wala amani haikuja. Shida ni nyaraka ilitangulizwa kwenye hiyo ndoa. Mlikuwa na mipango mizuri ya biashara yako, lakini mlipoingia mahali fulani, mlipoanza tayari mambo yakaharibika. Shida ni nyaraka imetangulizwa. Biblia inasema alimuinua mtumishi wa Bwana aliitwa Eliya, alimfikishia Ahabu hukumu yake. Bwana anasema mchana leo ya kwamba yeyote aliyetanguliza nyaraka juu ya maisha yako, Baba Bwana bado ameninua mimi nimtangazia adui yako hukumu yake. Niwatangazia wale wachawi hukumu yao, niwatangazia wale walio katika hukumu yao, kwa sababu kumbe Bwana anasema na wewe hivi: wewe sio kama wale, wewe haufanani nao, wewe ni wa pekee. Ni kweli wamepanga ubaya, ni kweli wanafurahi kukuona umeanguka, ni kweli wanafurahi kukuona umeteleza. Biblia inasema hivi, mwenye haki ataanguka mara 7, lakini kwa haki ya Bwana atasimama tena. Amen. Haya ni majira yako kusoma tena, maana Bwana anawahukumu adui zako kwa jina la Yesu. Haya ni majira ya kusoma tena, maana Bwana anampiga Yezebeli aliyekuonea, hata kuonea tena. Amen. Mungu anaposema na mtu kwa katika mafumbo namna hii, maana yake kuna jambo Mungu analishughulikia mchana wa leo. Amen. Kwa sababu nyaraka zinapopelekwa za kesi kubwa kama ya uhaini huwa zinakwenda kwa siri, na mashahidi wake muda mwingine huwa wanakuwa mashahidi wa siri wasioonekana. Ndio sheria inavyotaka. Hao watu walioandaliwa hawakuonekana wakitoa ushahidi. Nabothi alishangaa tu, anakamatwa anapelekwa kupigwa mawe, lakini hakuna ushahidi. Ndivyo ambavyo katika ulimwengu wa roho watu wengi wa Mungu wanashangaa tu biashara yao inakufa,
kibali kinayeyuka, watu wanakuchukia bila sababu. Ukifuatilia sababu ni nini, wala huwezi kupata nini sababu. Au unashangaa tu kila unapofika watu wanakunyoshia vidole kwa ubaya. Ukijiuliza nimefanya nini, hata hujui. Ni kwa sababu kuna adui mmoja amepeleka nyaraka ya hukumu bila hata wewe kuojiwa. Sasa leo tunaingia katika ulimwengu wa roho kwa neno la Bwana. Yeyote alisababisha nyaraka za hukumu juu yako, leo wataramba damu yake mbwa. Alitarajia wewe urambe damu yako. Yesu alishatoa damu yake, maana damu yako wewe haitarambwa na hao wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Nehemia 6:5 hadi 9. Nehemia 6:5 hadi 9. 5 hadi 9. Nasoma katika jina la Bwana. Biblia inasema, ndipo Sanbalati akamtuma kwangu mtumwa wake, kwangu vile vile mara ya 5, na barua wazi mkononi mwake. Alikuwa na nyaraka inaitwa barua, nayo yakaandikwa humo habari imeenea katika mataifa. Naye Geshemu asema neno hilo hilo, ya kwamba wewe na Wayahudi mmekusudia kuasi, ndio sababu waujenga huo ukuta. Ndio maana unajenga huo ukuta. Naye wataka kuumiliki hivyo. Ndivyo semavyo. Nawe umeweka manabii ili wakuhubirie huko. Nawe umesimamisha manabii ili wakutangazia na kukutamkia huko Yerusalemu. Ndio. Na kusemaje? Yuko mfalme katika Yuda. Basi sasa ataarifiwa mfalme. Ataambiwa mfalme. Sawasawa na maneno haya. Njoo sasa basi. Na tufanye shauri pamoja. Ndipo mimi nikatuma kwake wajumbe. Nikaagiza wajumbe. Kusemaje? Hakufanyika mambo kama hayo. Hakuna jambo kama hilo. Lakini kwa moyo wako wewe mwenyewe. Umeabuni. Asante. Ona hapa. Mtu mmoja anaitwa Sanbalati alipoona watu wa Mungu wanaojenga upya Yerusalemu uliobomoka, akaandika barua, akapeleka miji mingine, na ile barua ikamfikia mtu wa Mungu anaitwa Nehemia, aliyekuwa kiongozi wa kujenga upya Yerusalemu na ukuta wake. Barua ile ikamfikia kwa maneno magumu yanayoletwa na nyaraka ambayo yalibuniwa kwa ubaya. Sikiliza nikwambie, adui zako kila unapoona maisha yako yanasimama, huwa wanatafuta ubaya wa kuubuni ili waharibu maisha yako. Adui zako wasiopenda nyumba yenu, wakisikia mnacheka, wao huwa wanaumia, kwa sababu hawapendi kuona kicheko kwenye nyumba yako. Lakini aliye na Mungu haishiaji pale adui anapopanga ubaya. Wewe uliye na Mungu uliye naye haishii pale wewe adui zako anapoishia. Pale adui anapoishia ndipo uwezo wa Bwana unapoanzia. Amen. Watu wa Mungu hapa. Amen. Ni kweli una mambo mengi umepanga. Ni kweli una mipango mingi unayo. Lakini kuna adui amepeleka nyaraka. Bwana anasema fumbua macho yako ili uone hila za adui na kuzifuta. Nehemia alipojua ni hila za Sanbalati, akamwambia haya umeyatunga. Na mimi nakwambia kupitia ibada hii ya nyaraka za adui kufungwa, yote waliopatana adui zako utayajua. Ukiyajua utawaambia sikilizeni, uongo wenu nimeujua. Na wewe utawaambia wazi, barua yenu naikunjua wazi mbele za Bwana, haitafanikiwa usiku wa mchana. Amen. Huwa wanaingiza nyaraka za magonjwa, huwa wanaingiza nyaraka za kudumaki uchumi. Mwaka ukianza unaingiza nyaraka mwanzo wa mwaka, wiki ikianza unaingiza nyaraka mwanzo wa wiki. Lakini Bwana ameniagiza kama nabii wake kwenye maisha yako, kama vile Nehemia alipoinua manabii Yerusalemu, Bwana ameniinua yeye hapa kama nabii nitoe tamko la maisha yako. Zile nyaraka za kichawi zitafanikiwa juu yako. Zile nyaraka za kiganga zitafanikiwa juu ya watoto wako. Maana Bwana ameniagiza nitoe unabii kinyume
kuharibu na kubomoa. Ninavunja hayo magonjwa. Amen. Navunja hivyo vifungo. Amen. Ninavunja roho za kukataliwa. Amen. Ninavunja mambo yako kuahirishwa. Amen. Ninavunja udumavu. Amen. Ninavunja hasara. Amen. Ninavunja watoto kutokueleweka. Amen. Ninapanda baraka. Amen. Ninapanda upenyo wa kiuchumi. Amen. Ninapanda neema. Amen. Kila unapoenda watu wamjue Mungu wako. Kwa jina la Yesu. Shetani hutamani kutangazia shida kupitia nyaraka zake, lakini Mungu leo anatangaza ushindi wako kwa jina la Yesu. Amen. Kuwa makini na nyaraka. Mungu amekuweka wewe kwa kuwa umeokolewa na damu ya Yesu Kristo na umejazwa Roho Mtakatifu. Wewe ndio wa kwanza kutengua barua zote ambazo adui anazileta kwenye maisha yako. Usisubiri mwingine aje kutengua barua ambazo adui ameyafanya maisha yako. Wa kwanza kuchukua hatua ya kutengua hizo barua ni wewe. Amen. Hizo nyaraka, mamlaka ya kutengua imekuwa ndani yako. Amen. Watu wengi wa Mungu wanasema, hapa sasa hivi nasikia miguu haipigi hatua, nitasubiri kwenda kwa baba. Hata nafika kwa baba miguu haitembei kabisa. Mwana Mungu, sikiliza. Kokote uliko mtoto wa madhabahu hii, wewe ni moto unao. Iwe ni kwenye biashara, wewe ni moto unao. Iwe ni ofisini, wewe ni moto unao. Iwe ni mtaani, wewe ni moto unao. Utashangaa wanakuangalia, hawezi kuangalia macho yako, wanaangalia chini. Maana moto unapotokea lazima moshi uondoke. Moto unapotokea lazima kutu iondoke. Moto unapotokea lazima dhahabu ing'are. Wewe ni dhahabu ambayo ukitokea lazima macho yako kichawi yaangalie chini. Ria moto tena baba. Bwana amekuweka wewe na mamlaka kutengua. Esta sura ya 8 mstari wa 5. Esta sura 8 mstari wa 5. Jua kwamba Mungu kwa kuwa anakuweka amekuweka ili kutengua nyaraka za ubaya zilizowekwa. Soma pale. Esta sura 8 mstari wa 5. Biblia inasema, nitasoma katika jina la Bwana. tembeza hiyo kamera yako pia. Nitasoma katika jina la Bwana. Amen. Biblia inasema, akasema mfalme, akiona vyema, nami nilikuwa nimepata kibali machoni pake. Ndio. Na nami nitaonekana jema mbele ya mfalme. Ndio. Nami nikimpendeza machoni pake. Ndio. Iandikwa kuzichagua barua za amani. Iandikwa kuzichagua barua za amani. Amadeta. Ndio. Mwagaji. Ndio. Alizozitunga na kuziandika. Ili kuangamiza Wayahudi walio katika majimbo yote ya mfalme. Kwa maana niwezeje kuyaona mabaya yatakayowajia watu wangu, au niwezeje kuyatazama maangamizo yao jamaa zangu. Mfalme Ahasuero akawaambia Malkia Esta na Mordekai Myahudi kusema, tazama, nimekwisha kumpa Esta nyumba yake ya amani, naye mwenyewe amekwisha kumtundika juu ya mti, kwa sababu aliwatia mikononi Wayahudi. Asante sana. Nisikilize kwa mimi. Esta na Wayahudi wote walipoambiwa mnakufa, hawakusubiri nabii aje kuwatoa kwenye kifo. Hawakusubiri mtume aje kuwatoa kwenye kifo. Hawakusubiri mchungaji aje kuwatoa kwenye kifo. Hawakusubiri mwinjilisti mwenye upako aje kuwatoa kwenye kifo. Hawakusubiri mwalimu mwenye upako aje kuwatoa kwenye kifo. Waliingia gharama ya kutoka kwenye kifo. Sikiliza nikwambie, mamlaka ya kutengua nyaraka alizoziandika adui juu ya watoto wako iko juu yako kwa jina la Yesu. Haujaelewa vizuri? Mamlaka ya kutengua nyaraka za hasara kwenye biashara yako iko ndani yako kwa jina la Yesu. Mamlaka ya kutengua roho ya kukataliwa ambayo shetani ameweka ndani yako, wakukatani wewe, ukikataa linakataliwa. Sikiliza nikwambie, Hamani akatunga ubaya kama vile Yezebeli alivyotunga ubaya, na yeye atatunga ubaya. Shida ni nini? Nafasi ya Mordekai. Shida ni nini? Nafasi ya Esta. Katika ulimwengu wa roho, adui zako wanawaiji maisha yako. Katika ulimwengu wa roho, wanaangalia huyu kuna vitu gani anavyotaka kuvikamilisha duniani. Wakiona akizaa huyu mtoto wa kiume, huyu mtoto wa kiume ni mtumishi wa Bwana, maisha ya huyo mama tangu ujauzito anapitia matusi ambayo hata mengine hakuyategemea. Naongea na Mungu hapa.
Mtoto akizaliwa, maisha yule mtoto huwa sio ya kawaida, vita vyake sio vya kawaida, kwa sababu shetani huwa anachungulia katika ulimwengu wa nini? Roho. Angalia, Musa anazaliwa, kuzaliwa tu, madhabahu za Misri na nyoka wa Misri akajua kwamba huyu ni nabii. Agizo likatokea rohoni ya kwamba watoto wa kiume wauawe. Ili litimie duniani, lazima mfalme aidhinishe. Mfalme anaidhinisha watoto wa kiume wote wafanye nini? Wauawe. Yesu anazaliwa, shetani anachungulia rohoni kuona huyu aliyezaliwa ni mwokozi wa ulimwengu. Kuzaliwa kwake mapepo hawezi kukalia tena maisha ya watu. Kuzaliwa kwake vifungo havitakalia tena maisha ya watu. Kuzaliwa kwake laana na mikosi vinaondoka. Shetani akachungulia rohoni. Alipochungulia akatangulia tena nyaraka kwa mfalme Herode. Hofu ikamwingia, huwa watoto wote wa kiume. Herode akaanza kuchinja watoto nini? Wa kiume. Lakini habari mbaya ni kwamba wanachunguliaga rohoni wakiwa upande wa kushindwa, sio wa kushinda. Wewe unaishi rohoni upande wa kushinda. Yeye aliye na Yesu Kristo uko upande wa kushinda. Kama wao watachungulia rohoni, wataingiza nyaraka, Yesu ametupa mamlaka ya kuzifuta hizo nyaraka. Amen. Tumepewa mamlaka ya kuzifuta hizo nyaraka. Amen. Na leo tunazifuta hizo nyaraka kwa jina la Yesu. Amen. Yale magonjwa yalikuja na nyaraka, hizo nyaraka leo tunazifuta kwa jina la Yesu. Amen. Laana zilikuja na nyaraka, hizo nyaraka tunazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mapepo yalikuja na nyaraka, hizo nyaraka tunazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Kuzimu inaingizaga nyaraka, na wengi mnalia, na mnapokuwepo mbele za Bwana unakuwa nusu. Ni kwa sababu hujafunuliwa nyaraka ambazo watu wamezitanguliza mbele yako. Hutamani kuona unalia. Bwana ameniagiza hivi, leo tunawahukumu adui zako na nyaraka zao. Leo tunawachinja na nyaraka zao. Kama vile Esta alivyotengua barua na Hamani alimtundika, leo tunamtundika kwenye mti yule mchawi. Leo tunatundika kwenye mti yule tumaulete. Tunawapanga kwenye miti, wanaachilia nyumba yako. Na yale waliokuwa ukiyasubiria unaenda kuyapokea kwa jina la Yesu. Umezuia vya kwako, umezuia ndoa yako, umezuia kazi yako, leo ni mwisho. Lakini kuwa makini, nene anayekupa nyaraka na kuja kuzifunua kwako. Kisha kwa shuhuda hapo, kama kuna dada mmoja alikuwa mjamzito, akaja hapa akasema amekutana pale na mtu anasema yeye ni nabii. Akamwambia umezaliwa mwaka 1977, wewe wako alikuwa na au baada hapo akamwambia tumbo lako ni kubwa sana, wewe ni mjamzito. Akasema ndio. Ni mjamzito? Ili tumbo hapo hauna mtoto na nywele. Ukitaka kuamini tema hapa. Akatema mkononi zikatoka nywele. Alipotoka pale akasema Mungu wangu nimekwisha. Sasa toa shilingi 50,000 ili sasa nirudishe mtoto wako na nywele hizo zitoke. Naambia watu wa Mungu hapa, kwa sababu kuzimu inapitisha nyaraka na italeta wajumbe ambao watakuaminisha kile ambacho unataka kukisikia. Ukikaa kwenye lele ya kiganga utapewa uganga. Ukikaa kwenye lele ya neno la Bwana utapata unabii. Naambia watu wa Mungu hapa. Amen. Ukikaa kwenye lele ya kiganga utapata uganga. Ukikaa kwenye lele ya neno la Bwana utapata neno la unabii. Watu wengi wa Mungu wanapenda uganga. Ndio maana kuzimu inaonea, kuzimu inawashikilia, kuzimu inawachilii, kuzimu inakupa hali ambayo wewe mwenyewe huielewi. Ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho umekaa umejitengeneza. Haleluya. Mwanangu sikiliza nikwambie, Mungu anasema kuwa makini. Ni nani analeta nyaraka? Huyu dada alitoka pale kukutana na mtu, akakimbilia hapa madhabahuni na kutana hapa na nimeambiwa mimi huku tumboni kuna nywele. Kweli kabisa mchungaji, kuna nywele. Na nikamwambia kuna nywele. Nimetema mate na nywele nimeziona kabisa. Nikamwambia sikiliza, mimi sioni nywele. Hizo nywele ni mazinga huko umekuja kwenye mdomo wako na umezitema nywele. Mimi ninaona Bwana akileta mtoto wa kiume. Namuona mtoto wa kiume. Sio mchungaji, nilipokemea pepo likalipuka. Majira ya kuzaa ilipofika, mama akaleta mtoto wa kiume. Hakutaka baba yake ampe jina, akasema baba naomba umpe jina mtoto.
Nikasema huyu mtoto anaitwa Ellison, manake mwana wa Mungu. Nikamwambia huyu ataitwa Ellison. Mama aliambiwa yeye ana nywele sio mtoto. Mnaki kuanzia sasa aende hospitali watoe nywele tumboni wala sio mtoto. Kuna nyaraka wanazozipitisha ambazo zinaondoa imani yako kabisa. Na hizi nyaraka zinaleta vitisho. Bwana ananiambia katika lile ya kinabii watulize moyo watu wake. Nimeagiza nikutulize moyo kwa jina la Yesu. Nimeagiza nikutulize moyo kwa jina la Yesu. Majibu ya maombi yako yanakwenda kutokea. Lile unalomwamini Bwana linatokea. Bwana ameniagiza nikutulize moyo. Moyo wako utulie kwa jina la Yesu. Maana yule aliyeponea amehukumiwa. Hata kuonea tena. Amen. Hata kuonea tena. Amen. Lakini kuna mambo Yeremia 29:24 tasoma muda wako. Kuna mambo ambayo mtu anayeteua nyaraka za adui huwa moja, ni lazima awe na imani na Mungu isiyokuwa na mashaka. Ukiwa hapo nyumbani una imani na Mungu au una imani na watu? Kwenye jambo unalopitia una imani na Mungu au una imani na watu? Mimi ninamwamini Mungu. Nikimuinua Mungu atakuleta wewe. Naongea hapa Mungu hapa. Na wewe utamtumikia Bwana. Utaponywa. Utafunguliwa. Ndio maana sasa hata sasa hivi umefunguliwa kwa jina la Yesu. Nasema hata sasa hivi umeponywa kwa jina la Yesu. Lakini jambo la pili, mtu anayemwamini Bwana na Bwana ameweka mamlaka kuvunja nyaraka za adui kwenye maisha yake, hakwepi mchakato wa kuvunja hizo nyaraka. Esta na Mordekai walifunga na kuomba. Kanisa linasema ni mchungaji atanifungia na kuomba. Sikiza nikwambie, jijengee tabia kila siku kutokea madhabahuni kwa Bwana, iwe ni mchana, jioni, asubuhi na usiku. Usije kwa sababu kuna ibada hapa. Toka nyumbani, njoo kwenye gharama, mtafute Bwana. Muite Mungu kwenye madhabahu hii. Naongea na Mungu hapa. Muite Mungu. Ndio maana leo hii Wakristo wakisikia uchawi leo wanatetemeka. Bundi akilia anaogopa. Sasa nikwambia dunia leo, mtu ni mbaya kuliko hata yule bundi anayelia. Ni bora uwe na Mungu. Usikwepe mchakato. Ingia gharama hadi jambo lako litokee. Usikubali adui yako ashangilie. Kubali mbingu ishangilie kwa ajili ya ushindi wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapoona unachukua gharama ya imani, huwa anaona ushindi wako unakuja. Na huwa anaachilia ushindi wako. Kwa hiyo usikwepe mchakato wa ushindi wako. Jambo la tatu, simama kwenye nafasi. Kwa kuwa umeokoka, wewe unayo nafasi mbele za Bwana. Otherwise wewe ni mtu uliyebadilisha kanisa na dini. Hawa watu wanakuwa ni wagumu sana kubadilika. Yeye aliyeokoka tayari ana nafasi kwenye mwili wa Kristo. Una nafasi kwenye ushindi wa Yesu Kristo. Una nafasi ya kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tamani upate nafasi kwa Mungu. Yaki hujanisikiliza kabisa leo. Jambo la 4. Na hii pia inasababisha pia wataonea kwako. Sikuwa makini. Kisikia kwamba una jambo lote simama, muombe Mungu. Hujasikiliza kabisa. Na hujaelewa Mungu anasema nini hapa. Jambo la 4. Jua kinachosimama kupinga maisha yako. Jua kinachosimama kupinga maisha yako. Yeye ambaye anajua vita yake ilivyo, au anajua ukubwa ugonjwa wake, akifika kwa daktari anaweza kupata usingizi. Kwa nini hawezi kupata usingizi? Anakuwa makini kusikiliza maelekezo ya dawa gani itakayomponya. Dawa ya kuponywa kwako katika ulimwengu wa roho, dawa ya kufunguliwa katika ulimwengu wa roho ni neno la Bwana. Unapokuja nyumbani mwa Bwana, tamani kusikia jambo la Mungu anasema. Yaani tunaweza kusifu, tunaweza kuabudu, tunaweza kusema, Roho Mtakatifu akashuka. Lakini unaloondoka nalo kutoka hapa sio sifa tunazoimba hapa. Ni neno ambalo Mungu ameliachilia kwenye madhabahu. Amen. Wakikukwepesha kwenye neno, utashangaa vya kwako vinaharibika kwenye ile. Kwa sababu kinachokuponya wewe sio watu, ni neno la nani? La Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinachokuponya wewe ni neno la Mungu. Tamani neno linaloachiliwa kwenye madhabahu uende nalo. Uende nalo kwenye biashara. Uende nalo kwa watoto kwenye malezi ya watoto, uende na neno.
Kwenye kazi yako uende na neno. Kwa sababu wale wanaokuonea nyaraka zao nyingine zinakwenda na maneno. Wananuiza mafundo wanafunga. Lakini wewe pale ambapo Yesu anakuja kama daktari anasema na wewe, unasema Mungu wangu hapa kwa kweli hapa. Ninaweza kukuambia dakika 15 kwa sababu tu nikae chini. Lakini kwa sababu ambao Bwana ameniagiza kuisema. Amen. Sasa sijui umekaa vizuri eh? Kwa sababu tukiimba tu hapa tutashauri kutoka kwa mifungo hiyo. Utakuwa umepona? Hapana. Simama na kuelewa ni nini vita yako. Mtoto wa Mungu, jua vita yako. Ukijua aina ya vita unayopambana nayo ndio mwanzo wa kushinda kwako. Amen. Ukijua vita unayopambana nayo ndio mwanzo wa upenyo wako. Amen. Kila mtu ana vita yake, hatuna vita moja hapa. Amen. Kila mmoja ana vita yake. Amen. Kushinda hiyo vita ni kuijua aina ya vita. Mungu atakuelekeza aina ya silaha pia ya kutumia. Amen. Utafanya jambo, aina ya vita inasimama. Inasema hili jambo halitatokea. Angela tu Mungu hapa. Amen. Hili jambo halitasimama. Ni aina nini? Sasa wewe mamlaka unayopewa ni kupindua hiyo meza kibabe. Lakini kama hauna neno la Mungu, hiyo meza hutaipindua. Utaombewa hadi upara ukutoke, lakini jambo liko pale pale. Lakini yeye ambaye neno la Bwana limemtangulia, sio nyaraka za giza, atatamka neno kwa utaratibu sana, neno litatokea. Amen. Ongea na Mungu hapa. Amen. Mungu amejesha kukupa ushindi. Amen. Mungu amana akupe neema. Amen. Kukupa ushindi kwenye kila eneo. Kwa jina la Yesu.